Wastahili mtakatifu, wastahili asubuhi ya leo Bwana. Wastahili kuinuliwa asubuhi ya leo mtakatifu. Wastahili kutukuzwa asubuhi ya leo Bwana. Wastahili kunyenyekea asubuhi ya leo Mfalme. Wastahili Mfalme, wastahili asubuhi ya leo Jehova. Wastahili, wastahili Jehova. Wastahili, wastahili Baba yetu asubuhi ya leo. Wastahili Jehova, wastahili siku ya leo Bwana. Wastahili katika ibada ya siku ya leo mtakatifu. Tunakuabudu Jehova, tunakuinua Mfalme tukisema unastahili, unastahili, unastahili asubuhi ya leo Baba. Kama sio asubuhi ya leo Jehova, tungekuwa wapi Mfalme wa ajabu? Ndio maana tunasema unastahili, unastahili Jehova. Unastahili, unastahili asubuhi ya leo Baba. Unastahili, unastahili Mungu wetu. Unastahili, unastahili Mungu wa ajabu asubuhi ya leo. Hakuna mwingine kama wewe Mfalme. Hakuna Baba anayetujali kama wewe. Hakuna Baba anayetupenda kama wewe Mfalme. Hakika unastahili asubuhi ya leo Baba. Mapenzi yako ni makuu Mfalme. Mapenzi yako yanashangaza mioyo yetu. Ndio maana tunasema unastahili asubuhi ya leo Baba. Unastahili Mfalme. Unastahili katika watoto wako asubuhi ya leo Bwana. Unastahili asubuhi ya leo mtakatifu. Unastahili kupewa sifa asubuhi ya leo Baba. Unastahili maana wewe ni Mungu. Unastahili maana wewe ni tegemeo letu. Wewe uliye Baba wa wajane Baba. Wewe uliye Baba wa yatima Mfalme. Unastahili asubuhi ya leo Mfalme. Wewe uliye Baba wa wanyonge asubuhi ya leo Baba. Unastahili kuabudiwa asubuhi ya leo Mfalme. Unastahili kuinuliwa asubuhi ya leo Baba. Maana wewe ni mtakatifu. Wewe unaweza Mfalme. Wewe ni mponyaji wa ajabu Bwana. Unastahili, unastahili Jehova. Unastahili, unastahili Baba yetu. Hakuna kama wewe asubuhi ya leo Bwana. Hakuna kama wewe asubuhi ya leo Bwana. Wewe uliye Baba yetu. Wewe uliye Baba yetu siku zote. Wewe uliye Baba yetu nyakati zote Bwana. Unastahili kutukuzwa. Unastahili kuinuliwa Mfalme. Hakuna mwingine kama wewe asubuhi ya leo Bwana. Hakuna anastahili kuinuliwa kama wewe asubuhi ya leo. Hakuna anastahili kuabudiwa Mfalme asubuhi ya leo. Ni wewe tu, ni wewe tu Jehova. Ni wewe tu, ni wewe tu Baba yetu. Ni wewe tu, ni wewe tu Jehova. Ni wewe tu, ni wewe tu Baba. Tunakuabudu, tunakuabudu mtakatifu. Tunakuabudu Msadai. Tunakuabudu Simba wa Yuda asubuhi ya leo Baba. Tumeinua mikono yetu asubuhi ya leo Baba. Tunasema unastahili Mfalme. Tumeinua vinywa vyetu asubuhi ya leo Baba. Tunasema unastahili Baba. Unastahili Mfalme. Unastahili Baba yetu. Hakuna mwingine kama wewe Baba. Wewe ni Simba wa Yuda asubuhi ya leo Mfalme. Hakuna wa kulinganishwa na wewe Bwana. Hakuna miungu mingine hapo Mfalme. Ila ni wewe tu asubuhi ya leo Mfalme. Hakuna kama wewe Bwana. Hakuna kama wewe mtakatifu. Hakuna kama wewe Msadai. Hakuna kama wewe Mungu wa ajabu. Hakuna kama wewe Baba unayetupenda. Baba unayetujali kwa njia ya kipekee Baba. Baba unayetuinua kiwango hadi kiwango kingine. Tunakuabudu asubuhi ya leo Baba. Tunakutukuza asubuhi ya leo Bwana. Tunakuabudu Baba yetu. Tunakuabudu Mfalme wa ajabu. Hakika unastahili asubuhi ya leo Baba. Unastahili katika mioyo yetu Baba. Unastahili katika maisha yetu asubuhi ya leo Baba. Unastahili katika ibada ya siku ya leo Mfalme. Wewe unayetosha Baba. Wewe unaye mwingi wa rehema Mfalme. Asubuhi ya leo tunakuinua Mfalme. Unastahili Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Mfalme.
Mfalme, tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana. Ni wewe tu umetamalaki asubuhi ya leo Bwana. Hakuna mwingine kama wewe asubuhi ya leo Jehova. Ni wewe Baba yetu. Ni wewe unastahili Bwana. Umetamalaki asubuhi ya leo Jehova. Ni wewe Simba wa Yuda siku ya leo Mfalme. Ni wewe Baba yetu, tunakuinua Mfalme. Ni wewe Bwana wa ajabu. Ni wewe wa kupewa sifa asubuhi ya leo Bwana. Ni wewe wa kuabudiwa asubuhi ya leo Jehova. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Jina lako litukuzwe asubuhi ya leo Bwana. Jina lako liinuliwe asubuhi ya leo Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Umetuwezesha katika kila jambo Mwenyezi Mungu. Tunakuinua, tunakupa sifa kwa sababu unaweza. Wewe ni mwaminifu, wewe ni Baba yetu na hakuna mwingine kama wewe. Tunakushukuru kwa sababu ya kibali cha uhai asubuhi hii. Umekuwa Ebeneza katika maisha yetu. Umetuwezesha wiki nzima, umetuonekania katika kila jambo. Baba wetu, umetuonekania katika maisha yetu. Asante kwa yote ambayo unazidi kutenda katika maisha yetu. Asante kwa ulinzi unaozidi kutupatia wakati huu mgumu wa janga la corona. Baba wetu, Biblia inasema kwamba utazidi kuwa mwaminifu tutakapokuwa waaminifu. Asubuhi hii tunajikabidhi mikononi mwako. Siku hii ya leo tuikabidhi mikononi mwako. Baba, tenda ishara na miujiza kwa sababu unaweza. Wanaopitia hali ngumu wakati huu tuwakabidhi mikononi mwako. Janga hili la corona limeleta mambo mengi katika familia. Mungu wetu, wote wanaopitia shida tuwakumbuka mbele zako. Makanisa yote Kenya nzima, Afrika na dunia nzima tunyakabidhi mikononi mwako. Wanapokusanyika ili kukuomba Bwana uonekanie. Mwenyezi Mungu, watumishi wako wanapohubiri siku ya leo tukabidhi mikononi mwako. Uwatie nguvu na uwape yale ambayo umezidi kuwapa katika siku zingine. Asante kwa sababu utakuwa mwaminifu. Kanisa hili la Nyamataro ni mikononi mwako. Asante kwa sababu unazidi kutulinda. Baba wetu, tulinde kuanzia sasa tutakapomaliza ibada ya siku ya leo. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Mike ina sauti vizuri, najikaza kuzungumza. Sijui. Hallelujah. Yes. Asante iko sawa sasa. Asante kwa kipindi ambacho kimepita, kipindi cha kusifu na kuabudu, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo. Hakika amekuwa mwaminifu. Biblia inasema na Mungu mwenyewe anasema kwamba hata wakati wa shida mimi nitasimama pamoja nanyi, na hakika amesimama pamoja nasi. Hata ingawa ugonjwa wa corona unazidi kuleta tashwishi kidogo, lakini Mwenyezi Mungu yeye ni mwaminifu katika maisha yetu. Na kwa ufupi tu, najua serikali sasa imeamua kwamba kila mtu ajilinde. Sasa usipojichunga shauri yako. Yes, serikali imetuajia jukumu la kujichunga kama sisi. Na ukweli ni kwamba kuna corona na inaua watu wengi. Na haswa kaunti ya Kisii tayari kufikia wiki jana watu 23 walikuwa washakufa, wameaga dunia kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Haya, kuna mbunge pia aliaga jana usiku. Tujui kwamba ni corona, lakini tunasubiri kupata majibu. Kuna mbunge pia ameaga usiku jana ikielekea kuisha. Kwa hivyo wacha tuzidi kuomba sana, kwa sababu mambo ni mazito sana, lakini tunaamini kwamba chochote kinachofanyika, kiwe kibaya kiwe kizuri, Mungu anayajua yote. Unapotembea pale nje, fuata sheria zilizowekwa na Wizara ya Afya pamoja na serikali, kwa sababu serikali haitakufuata kukuuliza kwamba uko na sanitizer. Labda watakutisha pale nje hujavaa mask, lakini chukua jukumu lako kama Mkenya. Ukijichunga umechunga mwenzako. Nazungumza nanyi pamoja na wale wanaotusikiliza kupitia mitandao yetu ya redio pamoja na mitandao yetu ya YouTube. Mambo si mazuri. Mimi ni mwanahabari na waambia ukweli, mambo si mazuri. Pale nje ni kubaya. Kwa hivyo tuzidi kuomba na tutii
sheria zote zilizowekwa na Wizara ya Afya. Dakika zimekatika hapa 42 baada ya saa 2 majira Afrika Mashariki. Kuna Ecclesiastes, ni kurenda kwa machiko, I think. Ni Ecclesiastes or what? Morandi. Ndio Morandi. Ukurenda kwa machiko in English is Deuteronomy. Deuteronomy, there is a verse I was reading yesterday, and I think it was Deuteronomy chapter 16. Let me refer. It's a verse that says, mukifuata sheria zangu zote. Which Deuteronomy chapter, I think chapter 16 verse niangalie, look at it. Nasema mukifuata sheria zangu zote, niangalie, I think iko hapa, sijui verse iko. Chapter ndio nimesahau. It's around, ilikuwa verse 16. Nilichukua screenshot. I just came across it accidentally. Kwa Kiswahili, nani akona Biblia ya Kiswahili anisaidie? Nataka nisome hizo verse 3 peke yake. Nizungumze na wala ambao, yes, nisaidie tafadhali. Asante. Umeipata? Ni chapter 7 14. Acha niangalie. Chapter 7:14 usome mpaka around 16 hapo. Haya, 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Bwana asifiwe. Haya, kulikuwa na nyingine, sijui ilikuwa verse 16. Acha nisome nione kama ndio hiyo. Ndio hiyo. Okay. Inasema hivi, hiyo ni 14. Asante. Ni Mambo ya Nyakati, Deuteronomy chapter 7 verse number 14. Ni sio hiyo. Ni okay, hii pia inazungumzia. Wacha nisome iko, sijui nisome kwa Kikisi ndio tuipate. Okay, hata hii pia iko na huo ujumbe. Let me read. Nilichukua screenshot but nimesahau ilikuwa chapter what. Ilikuwa amanganebi. Amanganebi ama nini? Let me see. Ama ukwenda kwa machiko. Ukwenda kwa machiko verse 16. Inasema hivi, sijui kama mtaipata. Very important. Di tukulia rero omona nenya sawo wo chikire. Which chapter is that? Ukwenda kwa machiko verse 16. Chapter ndio imenipotelea. Di tukulia rero omona nenya sawo wo chikire oigwere na kubwata machikaye nemeroberio echikire asayo oyarende mono na kuyakora na enkoro yawe yonsi na omoyo obonsi. Which chapter is that? Yes? Chapter 16? Verse 16. Chapter ndio imenipotelea. Chapter 12 ama chapter 16? Chapter yenye nilipiga screenshot hapa ni 16. Chapter 16 verse 16. Chapter ndio imenipotelea kabisa. I don't know how I lost this chapter. Anyway, wacha nisome kwa Kikisi alafu tutatafsiri. Wacha nisome kwa Kikisi. Mkuu nige tunalo kwa nige sinini niite mchungaji. Inasema hivi kwa lugha ya Kikisi. Litukulia rero omana nyasawo ogochikire oigwere na kubwata amachiko aya na emeroberio echikire asajyo oyarende mono na kuyakora na enkoro yawe yonsi no moyo bwensi. Lituko lya rero kwa orokirie ng'omonene nere nyasawo naende ng'a nobwate chinchira chie chonsi na kubwata emeroberi yaye echikire na amachikaye na yonsi achikire naende ng'a namoigwere omonene nero kwanire lituko lya rero ng'a inwe n'abantu baye omonyene bekene buna abaliereteira naende obachikire ng'a morende na kubwata amachiko aye onsi.
Bwana asifiwe. Nilikuwa nasema nini? Kuna sheria ambazo zimewekwa na Wizara ya Afya. Na unajua sheria zote zilizotengenezwa dunia hii zimekubaliwa na hata mbinguni kutumika. Bwana asifiwe. Enga buna machika aliko mi amsa. Alibo. Machiko na alengo ora ya amsa. Na Nyasaye na abwata machika ye. So, ekara tukubwata machiko ikomia Nyasaye. Tukifuata sheria zilizowekwa na Mungu, the 10 commandments. Alafu kuna sheria pia za hapa duniani ambazo umeambiwa vaa barakoa, sanitize, keep social distance. Bwana asifiwe. Usipofuata hizo sheria utapoteza maisha yako. Lakini Biblia imesema kuanzia leo ukifuata sheria ambazo mimi nimeweka. Unajua Biblia inasema kwamba tutii viongozi waliowekwa kutuongoza. Kwa hivyo viongozi wanaposema, Mungu mwenyewe amefanya nini? Amesema, kwa sababu amewapatia jukumu la kutuongoza. Unapokosa kufuata sheria ambazo zimewekwa na viongozi, wawe wa kanisa, wawe wa serikali na mahali popote, unapokosa kufuata sheria, umemkosea Mungu. Sheria ya afya inasema vaa barakoa, kama hii niko nayo. Ukikosa kuvaa kwa sababu umeambiwa na viongozi ambao wamewekwa na Mungu kukuongoza, hiyo inamaanisha nini? Umekiuka agizo la Mwenyezi Mungu. Am I okay? Nazungumza niko sawa ama nimepotea? Bwana asifiwe. Ukikosa kukeep social distance vile imewekwa na viongozi katika serikali waliowekwa na Mungu wa kuongoza wewe Mkenya, basi umekosa kumtii Mungu mwenyewe. Kwa hivyo kama uvai barakoa, umekosa kumtii nani? Ndio maana tunapotea, ndio maana tunakufa. Kwa nini? Tumekosa kufuata sheria. Biblia imesema kwamba mkifuata sheria zangu leo hii, mimi Mwenyezi Mungu nitawasaidia na nitawakinga. Ile Biblia ambayo my sister ameleta hapa inasema kwamba mkifuata sheria zangu, mimi Mwenyezi Mungu binafsi nitashuka na kufanya nini? Na kuwasaidia. Kwa hivyo wale mnaonisikiliza kwa redio, kuvaa barakoa si agizo la serikali. Ni serikali imetumiwa na Mungu kukwambia, nimetuma ugonjwa wa corona duniani kwa wale ambao sijui, lakini wacha niseme maybe kwa wale ambao hawatii. Kwa sababu unapokosa kutii sheria unakutana na ugonjwa. Ukikataa kuvaa barakoa, ukikataa kusanitize, ukikataa keep social distance, unapata ugonjwa. Bwana asifiwe. Mimi sikuwa mhubiri wa siku ya leo. Msikilizaji, nambari ya Rafa ni 0700169444. 0700169444. Ile siku corona itaguza familia yako, ile siku corona itaguza familia yako, ndio utajua corona ipo na inaua. Lakini kama haijakufikia, unaona tu ni mzaa tu. Unaona unasikia mtu alikufa, unaona tu ni mzaa. Ile siku itafika kwako, upate uko na mgonjwa hospitalini anashindwa kupumua kwa oxygen, anafanya hivi kifua. Brother, sister, mami, hiyo siku ndio utajua corona ipo Kenya hii na inaua watu. Mungu awabariki sana. Wacha nimkaribishe mchungaji wa siku ya leo, pastor wetu Reverend Ken Ochengo. Ken Ogaro. Yes, Reverend Ken Ogaro atuelekeze katika kipindi cha ibada ya kwanza na kisha baadaye tutaendelea. 0700169444 ndio nambari ya Rafa. Iseni na kipasa sauti tafadhali. Asante. Karibu mtumishi. Karibu. Na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo ambaye ameifanya tukaweze kuwa katika nyumba yake. Wakubwa na wadogo mlio hapa, wengine ambao mnaotupata kutoka mbali, ni vizuri kumshukuru Mungu kwa sababu ya umbali ametulete. Kuna mambo mengi sana tumekutana pamoja nayo, lakini kwa yote Jehova Mungu ametupigania na ametutenda mema.
Hivyo tuna kila sababu ya kulibariki na kuliinua jina lake takatifu. Kama vile ndugu yetu kaka ameweza kusema, kuna ugonjwa wa corona. Jana nilitembea mahali fulani nikapata watu wanazalimiana kabisa. Watu tunajaribu kuambia kwamba hapana, msisalimiane. Watu wanasalimiana mambo kama kawaida tu, wanasema hamna shida. So nataka niwaambie kwamba kama kanisa letu la Nyamataro pamoja na uongozi wa Nyamataro PAG, kama unakuja kanisani, masharti inabidi ukaweze kuyafuata. Kama uwezi kufuata masharti, ukae nyumbani utusikize kutoka kwa radio, ndio itakuwa vizuri kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo wale ambao labda wengine wameathirika katika janga hili, tunaomba kwamba Bwana akaweze kuwafariji na asimame pamoja na nyinyi. Kuna wengine wamekufa, wamepoteza wenzao, wengine wako quarantine, wengine wako katika isolation wards. So Mungu akaweze kutusaidia kama Wakenya pamoja na wa ulimwengu, tukaweze kufuata yale ambayo yanayohitajika ili jina la Bwana likaweze kubarikiwa. Nataka tuende kuingia moja kwa moja katika neno lake Mwenyezi Mungu katika asubuhi ya leo. Amini kwamba wale ambao wamefika na wanaotusikiza, Bwana atawabariki. Tunashukuru kwa sababu ya wale ambao wamekuwa wakitufuatilia kutoka nyuma katika mitandao. Bwana awabariki, na pia tunashukuru kwa sababu ya kusimama na kazi ya Bwana hata kama mko mbali. Wacha nisome neno la Bwana kutoka kitabu cha Mika. Mika mlango ni wa 7. Mika egesieli ya 5 kabere. Tasoma haya ya 7 na 8. Nisome ekebungo kiaye 5 bibere na 5 bitatu. Biblia inasema hivi katika lugha ya Kiingereza: Therefore I will look unto the Lord, and I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Verse 8. Rejoice not against me, O mine enemies. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Korende inchomo nyene nindigererio monene ninganye inde nogo semelia se Nyasaye orogo toreka kwane Nyasaye onena nyigwe aye omobisone togo kera ogwa kwane ekeronda we nintenene naende ekeronda be inde asomo sunte omonene na betaya yane. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana wewe uliyeziumba mbingu na nchi. Unatawala milele yote. Wafalme wa ulimwengu watapita na ufalme wao. Wewe utapaki kuwa mfalme milele. Matajiri wa dunia watapita na utajiri wao. Wewe utapaki kuitwa Mungu mwenye utajiri wote. Wewe ndiye mfalme wa wafalme. Wewe ndiye muweza mambo yote. Wewe ndiye unayesimama pamoja na wanaoliitia jina lako. Mara nyingine umetupa neema katika mwezi huu tuweze kusimama mbele ya madhabahu haya, ili Bwana tukaweze kuleta neno lako kulingana vile umeliweka katika mioyoni mwetu.
Naomba kwa jina la Yesu wa Nazareti, uondoe wanadamu wa kila njia ndani yetu. Bwana, ukaajilie mafuta na upako unaotoka kwako. Nena pamoja na mtu ambaye anayetusikiza. Wengine wako katika mahospitali, wengine wanasafiri wakiwa ndani ya magari, wengine wako katika ndani ya ndege, wengine wakiwa katika mahali wanafanya biashara, wengine wakiwa nyumbani wanaomboleza wamefiwa na wenzao. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, naomba kwamba Bwana ukawashukie katika viwango vikubwa, ili jina lako liweze kuinuliwa. Tumepomoa kazi ya Shetani na njama zake zote za kufanya neno lako lisiweze kwenda katika njia inayofaa, kwa jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, tumenyenyekea sana, ukapate kuinuliwa, maana kando yako hakuna Mungu mwingine. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amena. Amen. Namshukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii ambaye Bwana ametupatia tukaweze kukuletea neno kutoka madhabahu haya. Sio kawaida. Nawezekana tusungumuze na wewe leo, wiki ijayo tusikutane tena katika mtandao, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu ametupa neema, ametupa uwezo, ametupa kibali kusimama mbele yako mtu wa Mungu, ili tukuletee habari ya ufalme. Mahali tumeweza kusoma kitabu cha Mika, mahali hapa ambapo tumesoma inazungumzia kuhusu wana wa Israeli wakirejeshwa tena. Anasema hivi, nitamngojea Mungu, ama kwa hivyo nitamngojea Mungu, I will wait upon the God of my salvation. Nitamngojea Mungu ambaye ni Mungu wa wokovu wangu. Ni kama walikuwa wameweza kuwa katika hali hawakutarajia, wakawa katika hali ya kufungwa na katika hali ya utumwa, na kwa sababu hiyo walipokuwa katika yale mateso walijikuta kwa mateso, maana waliweza kukataa kutii sheria zake Mwenyezi Mungu, na hivyo wakapelekwa katika mateka. Maadui zao wakaweza kufurahia mateso yao, wakaona wakatezwa, wakagandamishwa, wakawa katika hali ya upweke, lakini bado wakasema nitamngojea Mungu aliye mwokozi wangu, aliye mkombozi wangu. Hata kama walikuwa katika mahali ambapo hakukuwa kuna karika vizuri, wakasema bado I will wait upon the Lord of my salvation. Nasungumuza na mtu katika asubuhi ya leo ambaye amepitia mapito mazito, mambo hayajamwendea vizuri, amepitia mambo ambayo yamemvunja moyo, anajaribu hili, anajaribu lile, lakini bado hakuna msaada. Amekimbia kwa wanadamu wamsaidie, lakini bado msaada haujapatikana. Ninakuhimiza katika asubuhi ya leo, mngojee Bwana, mngojee Mungu ambaye ni Mungu wa wokovu wako, msaada wa kweli, msaada wa kutumu. Huenda usipatikane kwa wanadamu, lakini unapatikana kwa Mungu Jehova. Wakasema
maadui zangu. Kwa hivyo nitamngojea Bwana, niweze kumngojea Bwana ambaye ni Mungu wa wokovu wangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuna vitu umeombea katika maisha, lakini bado haujapata suluhisho. Kuna mambo unahitaji ukaweze kufanya, lakini bado haujapata njia ya kuyafanya. Kuna maombi umeweza kuwa ukiomba ili kwamba Mungu akafungue njia, lakini bado njia imefungika. Kuna vitu umeombea katika maisha yako, lakini bado unaona hakuna dalili ya ushindi. Ninakuzungumzia asubuhi ya leo kupitia kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu na yale mamlaka ameweka juu yangu, kwamba mungoje Jehova na Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ataenda kukutendea kwa jina la Yesu, na sifa na utukufu zitamrudia. Oh, haleluya. Mahali ambapo tumesoma akasema hivi, maadui zangu msifurahie kuanguka kwangu. Kama kawaida wanadamu tunapopatwa na shida, maadui wanafurahia, maadui wanasherekea. Unapopatwa na majanga mazito, unapofiwa na wenzako, unapopatwa na magonjwa, unapofunga biashara, wale maadui wanafurahia. Unaporudi nyuma kanisani, maadui wanafurahia. Unapokosa kufaulu katika maisha, watoto wako wanaposhindwa kupita mitihani, maadui wanafurahia. Unapojaribu kufaulu unapata hakuna njia, maadui wanafaulu. Akasema hivi, maadui zangu msifurahie ninapokaa katika kuanguka kwangu. Haleluya. Maadui zangu msifurahie. Maadui waliweza kufurahia wakati yule anaitwa Ana akupata mtoto. Penina kafurahia, ikawa ni furaha yake, akamfunja moyo, maana Ana ameshindwa, hawezi akapata mtoto. Lakini kwa majira ya Mungu Ana akapata mtoto. Nataka kusema asubuhi ya leo, maadui zetu mahali popote mlipo, wale ambao mko kinyume na hata na neno na injili ya Mungu, wale ambao mko kinyume na kuendelea kwa watu wa Mungu, wale ambao mko kinyume na kufaulu kwa watoto wa Mungu, nataka niwaambie kwamba msifurahie, maana Mungu aliye mkombozi wetu, muweza mambo yote, anayepigania watu wake, yeye ni muweza. Leo tunaweza kuanguka, leo unaweza kutuona tuko chini, leo unaweza kutuona tumegonjeka, leo unaweza kuona tumevirisika, leo unaweza kuona tumerudi nyuma, lakini ngojea Jehova. Oh, haleluya. Ngojea Jehova, Mungu anayefanya ukombozi kwa watu wake. Pigia Bwana Yesu makofi. Akasema, adui zangu msifurahie, msifurahie ninapokuwa chini, msifurahie ninaposhindwa, msifurahie nikiwa mgonjwa, msifurahie wakati nimevirisika. Ni muda mdogo tu, nitakuwa pale chini kwa muda mdogo, maana Jehova anayepigania watu wake ataniinua tena katika jina la Yesu Kristo. Leo watu watakuita majina, leo watu watakuita majina, waseme umeanguka,
wasema utaenda mbali, waseme utafaulu, wakuite kahaba, wakuite mchawi, wakupe majina yote, ni kwa muda mfupi, kwa mlipuko mkubwa, ukiwa pale chini ukimngojea Mungu aliye mkombozi wa watu wake, atakuinua tena. Haleluya! Huyu jamaa akasema hivi, maadui zangu msifurahie kuanguka kwangu. Watu wanapoona nyumba yako imechomeka wanafurahia maadui. Watu wanapoona ndoa yako ikisambaratika wanafurahia maadui. Kama wewe ni pastor, unapofunga kanisa lako watu wanafurahia. Waumini wanapotoka kanisa lako wakienda katika kanisa lingine, maadui wanafurahia, wanasema imefika mwisho. Kumbe mwisho wa mwanadamu ndio mwanzo wa Jehova. Kumbe mwisho wa mwanadamu, hapo ndipo Mungu anaanza. Akasema msifurahi maadui zetu kuanguka kwetu, maana mara nyingine tena tutasimama. Naomba katika asubuhi ya leo, mahali popote ulipo, waliokuona umerudi nyuma watastukia umesimama tena. Waliokuona ukifunga virago kwenda watakuona tena ukirudi. Waliona kwamba umeweza kuisha kabisa watakuona tena na nguvu mpya. Waliokuona ukigonjeka wakasema umekaa hospitalini miezi mingi hautatoka hapo, watakuona ukitoka katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja nikwambie maadui zetu, sikiza, msikie mambo haya. Tunaweza kuwa chini lakini tutasimama kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Nataka nikwambie hivi mtu wa Mungu, kwamba akasema maadui zangu msiweze kufurahia kuanguka kwangu, maana nitasimama tena. Bwana asifiwe. Bwana Yesu abakwe. Kuna mwimbaji mwingine aliimba hivi katika Kikisii. Motari onda agatereke gusiga. Bisabana mwansiekerete merangu. Bisabana mwansiekerete merangu. Kolende Yesu ngoleire merangu ende. Kolende Yesu ngoleire merangu ende. Bwana asifiwe. Wanaweza kukufungia milango yote. Wakiwa na uwezo watafunga na madirisha. Wakiwa na uwezo watafunga na njia. Lakini Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, anayesababisha yale mwanadamu hawezi kusababisha, anayefanya yale mwanadamu hawezi akafanya, yeye hachoki, yeye halali, atakushughulikia katika jina la Yesu Kristo. Oh, haleluya. Haleluya. Biblia inasema hivi, maadui zangu rejoice not against rejoice not against me, all mine enemies. Msifurahie, msifurahie ninapokaa nyumbani. Ninapokaa nyumbani, kuna watu wamekaa nyumbani sahihi, hata kanisa waendi kwa sababu wamekwasika, wameweza kujikwasa. Nataka nikwambie kuna watu wengine wanafurahia kukaa kwako nyumbani. Nataka nikwambie ni kwa muda mfupi, ni kwa muda mfupi utasimama tena. Hiyo hali unayoipitia ni kwa muda mfupi tu. Bwana atakuondoa pale, atakusimamisha kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Akasema hivi, msifurahie maadui zangu kuanguka kwangu. Nataka nikwambie hivi, Shadraka, Meshaki na Abednego walipowekwa katika tanuru ya moto, maadui walifurahia, wakasema hapo hapo
wakasema imewapata, imepata vijana hawa, lakini ilikuwa ni kwa muda tu. Wakawa ndani ya moto kwa muda mfupi na Mungu akawaondoa pale katika jina la Yesu. Mateso yako sio ya milele. Yale mapito yako unayoyapitia yanayowaka kama moto sio ya milele, ni kupitia tu. Bwana anatengeneza ushuhuda wako. Utakumbuka siku moja ulipitia kwa moto, baadaye akakuondoa, sio kwa nguvu zako lakini kwa uwezo wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wengi sana ndani ya Biblia walipitia mapito mazito kwa muda mfupi na baadaye Jehova akawaondoa, maana yeye ni mkombozi. Unapitia magonjwa, ni kwa muda mfupi. Unapitia laana, ni kwa muda mfupi. Unapitia kushindwa, ni kwa muda mfupi. Watu watakuona umesimama tena, umesimama tena. Linasema hivi, waliokuona uko chini watakuona tena ukiwa umesimama, watakuona tena ukiwa unasonga mbele, watakuona tena Bwana akikutendea katika jina la Yesu. Watu wakakuja Masisi Betania, wakaenda Masisi Betania, wakashuhudia yule Lazaro anasikwa, wakasema imekwisha, hii familia hakuna kitu tena. Hawataenda mbali, maana wamebaki wasijana peke yao. Yesu alipotokea, yule Lazaro aliyekuwa katika kaburi akatoka pale tena. Nataka nikwambie hivi, ni kwa muda mfupi utadharauliwa, ni kwa muda mfupi, ni kwa muda mfupi watu watakudharau, watu watakudharau kwa muda mfupi, maana mkombozi wako yu hai, anaweza mambo yote. Ni muda mfupi watu wataweza kukuchekelea, maana Mungu amejipanga na mbingu yote kuja kwa kishindo kikubwa na kubadilisha vitu kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Watu wanakuona leo kwa maji ya mwanadamu, wanakuona ukiwa kwa mateso, lakini kwa maji ya Mungu, Mungu anaona mtu ambaye amefaulu katika maisha. Watu wanakuona leo hivi, wanakuona ni kama onga mnesiororia, lakini Mungu anaona mtu ambaye amefaulu katika maisha yake. Watu wanaweza kukupima na ile nyumba uko nayo, lakini Mungu anapoangalia anaona nyumba kubwa katika familia yako. Watu wanakupima na wale watoto wanaokusumbua saa hizi, hawajui kwamba Mungu anaenda kuwakomboa na watakuwa watumishi wa Mungu, watakuwa watu wakubwa katika nchi kwa jina la Yesu wa Nazareti. Na mbingu ikapata kusikia habari hii kwamba mabadiliko lazima yawepo kwa jina la Yesu. Haleluya. Maadui ababisa, mahali popote mlipo, asemole pata habari hii. Mahali popote mlipo, ongeza volume ya redio zenu. Mahali popote mlipo, nunua pandruzi muweke msikize habari hii, kwamba msifurahie kuanguka kwetu, kuanguka kwetu, kuanguka kwetu. Msifurahie. Jehova Mungu atatutembelea tena, atatuinua tena kutoka chini. Tutasimama tena, tutasonga mbele tena, moto utawaka tena katika jina la Yesu. Vitu vitasonga kwa uwezo wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana awape adui siku nyingi, awape maisha marefu, wangoje matendo makubwa ya Bwana juu ya maisha yetu. Hata kama wanatuona tuko chini, Bwana anaenda kutuinua juu. Tutasimama tena, tutasimama tena, tutasimama tena, tutasimama tena. Ninasema tutasimama tena kwa
jina la Yesu Kristo. Haleluya. Nataka kumaliza. Akasema hivi tena kwamba hata kama nitakuwa katika ndani ya giza, hata kama nikiwa ndani ya giza, hata kama nitakuwa katika giza, Bwana atanimulikia na nuru yake kwa jina la Yesu. Kuna wakati mwingine tunajikuta ndani ya giza, tunashindwa tutajiondoa namna gani, mpaka unashindwa, hauoni mbele, hauoni nyuma, hauoni msaada wowote kutoka kwa wanadamu. Giza kubwa, giza kubwa, giza kubwa, giza kubwa, uko ndani ya giza. Mwandishi anasema hata wakati nitakapokuwa katika giza kubwa, bado Jehova Mungu atanimulikia. Hata wakati sioni kitu, nuru ya Bwana itanimulikia. Hata wakati kila aina ya nuru katika maisha yangu na kila aina ya tumaini imeweza kupotea, bado Mungu atanimulikia katika ile giza kubwa ambayo niko ndani. Nataka nikwambie mtu wa Mungu hivi, kuna giza unapitia, unashindwa nani ataweza kukusaidia, bado kuna nuru ya Jehova itaweza kukuangazia. Ulimwengu inapitia giza ya corona. Corona imekuwa ni giza kubwa ulimwenguni nzima, lakini bado Jehova Mungu atatumulikia na tutapata ushindi na uponyaji katika ulimwengu nzima na Kenya pamoja na Kisii kwa jina la Yesu. Nataka kuambia hivi mtu wa Mungu, hata kama tutapita katika giza kubwa, Biblia inasema kwamba Bwana atatumulikia na nuru yake. Hebu na nuru ya Bwana ikakumulikie, nuru ya Jehova ikamulike ndoa yako, nuru ya Jehova ikamulike watoto wako, nuru ya Jehova imulike biashara yako, nuru ya Jehova ikamulike wokovu wako, nuru ya Mungu ikamulike kazi ya mikono yako, nuru ya Bwana ikamulike njia zako mahali ambapo kuna giza kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba Paulo na Sila walikuwa wamefungwa kwa jela. Biblia inasema kwamba walipoona nuru ya Bwana ikaweza kuangazia, na ile vifungu waliofungwa nayo ikaweza kutoka, na ushindi wa Bwana ukaonekana. Waja Mungu akaweza kukuangazia nuru yake, ikakate kila aina ya giza katika maisha yako, kila aina ya minyororo uliyofungwa nayo ikaweza kukuondokea kwa jina la Yesu Kristo, ili jina la Bwana liweze kuinuliwa. Sitaki kuendelea zaidi hapa. Nataka kusema hivi, maadui mahali popote mlipo, msifurahie kushindwa kwetu, msifurahie kuanguka kwetu, maana tutasimama tena, tutaendelea mbele tena, tutasonga mbele na kufanya matendo makubwa ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama tunapitia ndani ya giza, bado Jehova atatumulikia na tutaona ushindi mkubwa katika maisha yetu kwa jina la Yesu. Nimemalizia mahali hapa katika asubuhi ya leo nikisema kwamba Bwana akubariki mahali pale ambapo upo. Kama hujapata msaada, jifunze kumngojea Bwana ambaye ni Mungu wa wokovu wako. Na kama maadui wanakujekelea, wewe endelea kukaa katika mikononi mwa Bwana. Mungu akuunde, utakaposimama tena maadui wataibishwa kwa jina la Yesu Kristo. Waliokuona kwa giza leo, Bwana atakumulikia nuru yake na wataona unasonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Nataka kuomba katika asubuhi ya leo, na kisha baadaye tutaingia katika praise
praise and worship kwa yale masaa ambayo ama madakika yamebakia, tuweze kumwabudu Mwenyezi Mungu aliye Mungu mkombozi katika maisha yetu, kwa jina la Yesu Kristo. Hebu nasimama zote juu. Kuna watu wengi wamekufa kifo ya mapema kwa sababu maadui waliweza kufurahia na wao wakavunjika moyo, wakaamua mbele hawaendi, wakasimama. Nataka nikwambie hivi, ni vizuri kumngojea Bwana aliye Bwana wa ukombozi wetu, ama Bwana ambaye ni Mungu wa ukombozi katika maisha yetu, ama wokovu wetu, na jina la Bwana litaenda kuinuliwa. Tukiwa katika hiyo hali, nataka tuweze kumwabudu Mwenyezi Mungu, baadaye ndio tutaomba. Kwa hivyo praise and worship, tafadhali mchukue nafasi, tutaabudu Mwenyezi Mungu pamoja. Unasikiza kutoka karibu na mbali, Bwana akaweze kukutenda mema. Yeye ni mwaminifu. Tuko na dakika karibu, tuko na dakika hapa, tunaweza kuabudu zaidi ya 10 minutes. Tuchukue 10 minutes kuabudu Mungu, ama dakika 8, alafu baadaye singine tutaomba na tuweze kubarikiwa pamoja. Amen. Kwa hivyo nafasi ni yenu. Steve ako wapi? Amen. Ametenda maajabu. Steve ako wapi? Ametenda maajabu, maajabu. Yesu ametenda maajabu. Ametenda Yesu, ametenda maajabu. Ametenda Jehova, ametenda maajabu, maajabu. Yes, maajabu, maajabu, maajabu. Yes, maajabu, maajabu. Yes, maajabu, maajabu, maajabu. Yes, maajabu, maajabu, maajabu. Yes, Mwana wa Mungu, maajabu, maajabu. Yes, maajabu, maajabu. Haleluya. Yesu ametenda maajabu, ametenda maajabu, ametenda maajabu, maajabu. Yesu maajabu, maajabu, maajabu. Yesu maajabu, maajabu. Jehova, Yesu. Tukiwa katika hiyo hali, umefunga macho yako katika asubuhi ya leo, unasema hata kama itakuwa namna gani, unataka kumngojea Bwana ili akaweze kuleta ushindi katika maisha yako. Hata kama umeanguka,
bado kuna tumaini kwamba Bwana atakusimamisha. Hata kama unatembea katika ndani ya giza, unaomba kwamba Bwana akakumulikie na nuru yake, ili siku moja ukaweze kujipata umemulikiwa na nuru ya Bwana na Bwana amekuondoa mahali ulipo. Kuna hali tunapitia inakuwa ni kama giza kubwa, mpaka unashindwa nani aniondoe mahali hapa. Lakini bado Mungu ni mwaminifu. Utakapomngojea yeye atakushughulikia. Hata kama wamekuchekelea, Bwana atakuinua mara nyingine tena, kwa jina la Yesu Kristo. Na kwa sababu ya hayo unasema, mtumishi wa Mungu, katika asubuhi ya leo nataka uweze kuwa pamoja nami. Naweza kuinua mkono wako juu, niombe pamoja na wewe. Mahali popote ulipo, mahali unanipata kupitia sauti hii, Bwana naweza kukusimamisha tena, naweza kukuinua tena, atakumulikia na nuru yake tena, katika jina la Yesu Kristo. Inua mkono wako juu, niombe pamoja na wewe. Kuna mawazo yamekusumbua, una maroho ya kuchanganyikiwa yameingia kwa watoto wako, unashindwa ni nini naendelea. Unaweza kuchukua hatua tunapoomba Mungu akaweza kushughulikia watoto hao, katika jina la Yesu Kristo. Kuna magonjwa yamekwamilia maisha yako, yamekwamilia watu wa familia, unataka Bwana akaweze kuingilia katikati. Inua mkono wako juu, uweze kuomba pamoja na wewe. Yule ambaye anayeweza mambo yote atakushughulikia kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Baba Mungu, Muumba mbingu na nchi, uweza mambo yote, na kushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo. Wapendwa wako wamesikiza neno, wamechukua hatua ya imani kwamba kwako wewe, hata kama itaenda miaka, mabadiliko yatakuwa. Hata kama wamekuwa chini, Bwana utatuinua tena. Hata kama tuko ndani ya giza, nuru yako itatumulikia kwa jina la Yesu Kristo. Ninainuka kinyume na nguvu za giza na kila mipango ya adui ya kushikilia watu wa Mungu na kuwakalisha chini, wasije wakaona nuru ya Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Enyi mapepo, enyi rahana, enyi magonjwa, tunawaangamisha kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia siku ya leo na hata kuendelea, nimetangaza ushindi na baraka za Bwana juu ya maisha ya watoto wako. Wape amani, wape ushindi, wape uponyaji, wafanikishe, wainue katika neno lako, wasiwe chini tena, waweze kuwa vichwa kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuinua, tunakuabudu jinsi ulivyo mwema na jinsi ulivyo Mungu mkuu. Kuanzia leo na kuendelea, neema yako ikatutoshe. Pokea utukufu na heshima kwa yote na vyote, Mungu. Wale ambao wametusikia, wale ambao wamepata habari hii, Bwana ikalete mageuzi makubwa ndani ya mioyo yao. Wasitumainie nguvu zao, wale wasitumainie farasi, lakini watumainie nguvu zako. Wewe unayeweza mambo yote. Jina la Baba litukuzwe na jina la Baba liinuliwe, kwa kuwa wewe ni Mungu mweza. Tunakumbuka wenzetu walio na mateso, wale ambao wamefiwa katika familia zao, wengine wamefiwa na ndugu zao, wengine wamepoteza watoto wao, wengine wamepoteza waume zao, wengine wamepoteza wake zao, watu wa ukoo wao wamekufa. Naomba kwamba Bwana ukawabariki, wafunike na damu yako. Jina la Baba litukuzwe na jina la Bwana liweze kuinuliwa. Pokea utukufu na heshima kwa yote na vyote, maana kando yako hakuna mwingine. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Amen. Tupigie Bwana Yesu makofi kwa wema wake. Tukiwa katika hiyo hali,
Nataka bado tumwabudu Mwenyezi Mungu. Tuko na dakika karibu 2 hivi, karibu dakika 5. Amen. Amina. Tunaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa matendo yake makubwa ameweza kututendea. Tufurahie mbele zake Bwana, maana hii ndiyo siku Bwana ameifanya tukaweze kufurahia. Waja ma stress ikae kando. Ambia ile shida uko nayo isonge kando. Ni wewe pamoja na Mungu wako anayeyatenda mambo makubwa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wanapoendelea kuimba hivyo, tunaweza kutoa sadaka, maana ibada inakamilika tunapotoa sadaka zetu. Yesu ametenda, ametenda, ametenda maajabu,
katika maisha yetu. Hakuna mwingine kama mfalme wa ajabu. Hakika yeye ni wa neema katika maisha yako, ni wa neema katika familia yako asubuhi ya leo. Ni wa neema, Bwana ni wa neema kubwa. Bwana ni wa neema kubwa. Ni wa neema, tumuinue, ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Bwana ni wa neema kubwa. Tukiwa na wako tumekusanyika, angalia Bwana, angalia Bwana. Tukiwa na wako tunakuinua, angalia Bwana, angalia Bwana. Tukiwa na wako tunakusifu, angalia Yawe, angalia Bwana. Tukiwa na wako tunakuabudu, angalia Jehova, angalia Bwana. Tukiwa na wako tunakuabudu, angalia Baba, angalia Bwana, 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 angalia Baba, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Baba, tunakuabudu Mfalme. Waje tuombe tukimaliza ibada yetu ya kwanza. Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, tunakushukuru jinsi ulivyo mwema. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi katika ibada yetu ya kwanza, na nakushukuru kwa sababu jinsi umeweza kutunenea. Naomba tunapoenda kuingia katika ibada yetu ya pili, Bwana neema yako itutoshe. Asante kwa sababu ya wale wote ambao wametuma ombi, wanahitaji msaada wako, Bwana ukawaonekanie. Ni majosi gani ambaye Bwana uwezi ukafuta watu wako? Ni shida gani usioiweza wewe? Ni mambo gani yaliyo mazito Bwana uwezi ukatukomboa kutoka kwa mambo hayo? Naomba kwa jina la Yesu kwamba Bwana ukabariki watu wako, na katika wiki hii ukapate kuwaonekania. Bwana wafunike na damu yako, uweze kuwatenda mema, waongoze katika njia zao watakapokuwa karibu na mbali, wanapoingia wanapotoka, neema yako ikaweze kuwatosha. Jina la Baba libarikiwe na litukuzwe milele yote. Pia tunakushukuru kwa sababu ya sadaka imetolewa katika madhabahu haya. Bwana ukaweze kubarikisha wale wametoa hapa, wale wametoa kwa till number, Bwana wale ambao wameweza kutoa kwa account, ukaweze kubariki na uwafunike na damu yako. Jina la Baba litukuzwe na libarikiwe milele yote. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Labda ni mara yako ya kwanza kutusikiza, hebu na tuketi. Mara yako ya kwanza kutusikiza na ungependa kutoa sadaka, unaweza kutumia till namba yetu 331388, itakuletea Nyamataro PAG Church. Utakuwa umeshiriki katika kufanya kazi ya Bwana iweze kuendelea. Bwana wabariki, Bwana watende mema. Salom, salom. Karibu sana kaka, na Bwana wabariki. Asante mtumishi. Worship ilikuwa imeshika online, ndio maana sikuwa nataka kukata. People were really enjoying. Kasema isonge kidogo na kulikuwa na wakati. Ndio maana nikanyamaza kidogo. Niongezee sauti hapo kidogo tafadhali. Niseme asante kwa sababu ya mahubiri ya mchungaji amenikumbusha mbali sana. Amenikumbusha mbali. Asante. Nasema mahubiri ya mchungaji amenikumbusha mbali sana miaka miwili iliyopita, wakati nilipigwa vita mahali fulani. Nikaondoka, na niliporejea waliokuwa walinipiga vita wakapiga chini ya maji, wakapotea. Sijawahi waona hadi sasa. Ni ushuhuda mkubwa.
Ni mahubiri mazito, mahubiri ya kutia moyo, na maadui wajue kwamba unapompiga mwenzako vita, wewe ndio utatangulia kuumia. Bwana asifiwe. Unapompiga mwenzako, wewe ndio unatangulia kupotea vile walipotea. Praise God, brethren. Greetings, fellow Africans. Blood, we need to hear more from Jesus. Yanajite BCGD from USA. Dam Yellow, I like this. Asante Mwamugusi TV. Amen. God bless you. Listo Nyancha. Amen. Muda mfupi tu nitachekwa in the name of Jesus. Amen. Hao ni mashabiki wa mtandao wa YouTube. Ronald Ken, I'm Jeff watching from Dubai. God bless you. Watching from Nairobi. Hai, kwa wapi? Lista Onyancha. God bless you, Pastor. I'm encouraged. Amen. Mungu atanimulikia in Jesus name. Royad Pasi. Amen. Watching live from Kajiado. Irene Kwamboka, ujumbe mzuri. Asante, Mungu azidi kubariki. Evans Aricha, blessed, watching from Kajiado. Asante. Ombiru Davis, watching live from Kisii South Mugirango, Motijo Ward. Pastor, pray for me. I have so many troubles. I have no job. Pray so that I can get a job. I hope ameombea mahitaji na Mungu atazidi kukutendea. Bwana Yesu asifiwe. Ni Ivani Mohamed, tuko pamoja na cousin wangu, tuko pamoja na Mungu azidi kuinuliwa. Kile kitabu ambacho nilisoma ni Deuteronomy. Niliona Apostle Becky alipost kwa group, ni Deuteronomy 26:16. Ukwenda kwa machiko marongevera na isano na yamo ochakire kwa isano na yamo. Deuteronomy chapter 26 verse number 16. Hicho ndio kitabu ambacho nilikuwa natafuta. Na mashabiki wetu kutoka maeneo ya, kuna jumbe 2-3 hizi kabla sijafunga, ili tuende katika kanisa la Lutheran Church pale Iterio. Rafael kutoka pale maeneo ya wapi hapa? Maeneo ya Qatar. Asante, tumepata ujumbe wako. Eric from USA, asante. Kalista from Saudi Arabia, asante, tumepata jumbe zenu hapa ni nyingi, na wanasema pole kwa one of the fans ambaye alipoteza anti yake. Naitwa Rafael kutoka pale maeneo ya Qatar. Hao ni mashabiki wa online. Asante sana. Samuel Gichana kutoka USA, asante. Stella, ujumbe wako umefika. Mungu azidi kubariki mnapozidi kutusikiliza na kututazama popote mlipo. Elizabeth Saboke kutoka maeneo ya Saudi Arabia pale, asante, nasema ibada mzuri sana. Mungu azidi kubariki. God bless you so much. Wakati huu bila kupoteza wakati, nasema shukrani sana mashabiki wetu nyote mtandao wa Facebook, YouTube pamoja kupitia Sauti ya Rehema kwa kutusikiliza wakati kama huu. Kaka, ninaondoka naelekea pale kanisa la Kenyoni PAG. Tuko na mchango pale kidogo, kwa hivyo wala ambao mko sehemu hizo tukutane pale kuanzia mida saa 4 majira ya Afrika Mashariki. Yes, lile kanisa tunataka kuweka stima pale ili mchungaji apate maisha mazuri. Kwa hivyo tunaelekea pale mida ya saa 4 katika mchango mfupi tu. Kwa hivyo tukutane pale saa 4. Na kwa niaba ya usimamizi wote wa Sauti ya Rehema, mkurugenzi wetu Bishop Elirop na meneja wetu kutoka pale headquarters Eldoret Margaret Wandera, pamoja na kamati yote ya Kisii na ikiongozwa na Bishop Masenge, pamoja na staff yote ya Kisii, Mungu azidi kuwabariki sana. Mtangazaji wetu ambaye amekuwa mitamboni Vanessa Makasijeni, na kutokea kila laheri unapozidi kutuletea vipindi vinavyofuata kuanzia saa 4. Mungu azidi kuwabariki. Mungu hawe pamoja nanyi. Naitwa mtoto wa Nyamaleke Rojamila Kakasungura. Niliona hapa mtandao watu wanauliza kanisa la Nyamataro lipo wapi? Kanisa la Nyamataro lipo barabara kuu ya Kisii Kisumu. Ukifika tu hapo kwa highway, barabara inaenda Nyabururu, usonge juu kidogo tu kama like 50 meters, ukipanda upande wako wa kulia utapata kanisa la Nyamataro PAG liko pale. Ingia hapa tuabudu kwa pamoja. Na tumefuata sheria zote za Wizara ya Afya, social distancing, kuvaa mask na kila kitu, na Mwenyezi Mungu azidi kubariki. Kwa na wiki njema iliyo na baraka. Mungu awabariki. Asante.
Hallelujah. Jesus. Bwana Yesu Hallelujah. asifiwe. Amen.